Inakuaje? Mimi naitwa Nick Mills Milano. Bana, niko na Mnyamwezi kabisa. Inakuaje mzee? Mambo vipi mzee? Unyama? Unyama. Wa kutosha. Upoaje vipi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kwa hiyo sasa hivi umeamua kabisa ni mambo mengine ya kidunia tupunguze au tumeambiwa kuachana nayo kabisa? Swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kubali. Bana, wewe upo tayari, si ndio? Kumwambia rafiki yako wa karibu kwamba mke wake, mpenzi wake au demu wake kakutongoza? Bwana, swali lako gumu hilo. Kibusara zaidi sitomwambia. Kwa nini? Allah anachukia sana watu ambao wanafarakanisha mahusiano, iwe ya ndoa au yoyote mengine. Kwa hiyo mimi kumwambia nitakuwa nimechochea ugomvi. Kwa hiyo njia ya busara nitakataa kwanza kwa yule binti, alafu nitamfundisha kama haya si maadili mazuri, lakini sitamwambia mwanaume wake, kwa sababu kumwambia mwanaume wake itapelekea sintofahamu. Inaweza kumfanya aonekane yeye ni malaya kwanza, pili inaweza kumfanya jamaa hajione, kupoteza confidence. Unajua ukiwa na mpenzi wako alafu ukiona mpenzi wako anampenda mtu mwingine, inakuvunja confidence. Utaanza kujiuliza sasa, kwa nini kampenda jamaa? Labda pesa, labda muonekano, labda treatment na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sitapenda any of my brother ajisikie vibaya kupitia mimi, na mimi siwezi kuwa chanzo cha kumfanya mtu yote ajisikie vibaya. Kwa hiyo njia ya busara zaidi nitakataa, alafu nitamuonya huyo binti kwamba hii sio sawa, aridhike, huo ni umalaya, na nitampa njia sahihi ya kufanya, lakini mwisho nitamtishia kwamba akiendelea nitamshtaki kwa mwanaume wake, lakini sitamshtaki kwanza. Baada ya kuona, inabidi nione mara 2, 3, 4, 5 amebadilika. Okay, kwa nikakusubiri mara 4, 3, 5, yeye ndo nazidi kuleta zile, yani za ukaribu zaidi, sasa zile za kuonesha kwamba yani huyo nimeamua kweli nitoke naye. Formula ya maisha inasema control what you can control. Yani kizuia ambacho unaweza kukizuia. Kwa mfano uwezi kuzuia watu kukupenda, right? Wala uwezi kuzuia watu kukuheshimu. Yani wewe unaweza control unavompenda mtu au unavomheshimu, lakini uwezi kuzuia watu wanavyokuheshimu na wanavokuninia. Kwa hiyo mimi hapo nitakuwa na uwezo wa kujicontrol, kumkataa. Lakini siwezi kucontrol yeye kutonitongoza. Kwa hiyo nitaendelea kukataa tu, na nitaona ni mmoja kati ya wapumbavu ambao wanahitaji kuelimishwa. Karibiani, ushawahi kutoka na mpenzi wa rafiki yako? Allah anasema tusiongelee maovu tuliyofanya, maana kuna aya inasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna makosa anasamehe ikiwa wewe na yeye ndio mnaojua. Kwa hiyo mimi nikiongea leo kwenye interview, the old Kalisa angeongea sasa hivi kwamba nishafanya hiki na hiki na hiki, lakini hizo si tu viko kwenye interview zangu za zamani. Sasa hivi sasa maovu yale yote ambayo tulifanya na Allah ameamua kutustiri na ametusamehe, si vyema kuviongea kama nishafanya. Labda nimefanya, labda sijafanya. Allahu. Sawa, mtazamo wako ni upi pale ambapo watu wanasema kwamba mwanaume akionekana na wanawake wengi anaonekana ni kidume, si ndio? Lakini mwanamke akiwa na wanaume wengi anaonekana ni malaya. Sawa, kwa sababu gani? Kwa sababu nije kidini, nije kawaida. Lazima tuende kikawaida kwanza. Okay, sawa. Kwa sababu mwanaume anaweza kucontrol hata wanawake 100 na bila kuonesha weakness. Mwanamke anaingia kwenye mapenzi kwa sababu ya hisia. Mwanamke hata hawezi kucontrol wanaume 2. Lazima akianza kucheat ataanza kuwa kuheshimu, ataanza kuwa na kujibu ovyo, ataanza kuwa yani kuna vitu vingine ataacha tu. Lakini mwanaume anaweza kawa na mke nyumbani, lakini anaweza kufanya vitu vingine vyote. Kwa hiyo ndio maana hata dini sasa ikaruhusu mwanaume kuoa wanawake 4, kwa sababu mwanaume anaweza kucontrol hivyo vitu. Alafu tuje kwenye pointi za msingi. Ikitokea mwanamke ana wanaume 4, ikitokea mwanamke huyu kapata mimba, anaweza sijue mimba hii ya nani, kwa sababu si ana wanaume 4. Hawezi jua kama ni ya Kalisa, kama ni ya nani, unajua zile. Kwa hiyo hawezi kujua hapo kwa sababu ana wanaume 4. Lakini mwanaume mwenye wanawake 4 wakiwa na mimba ni yeye, kwa hiyo hata Allah alikuwa anajua, ndio maana aliruhusu wanaume waoe. Lakini pia feelings, wanaume wengi wanafuata wanawake au wana cheat au wana nini kwa sababu ya tamaa tu. Lakini wengi wetu, wanaume wengi wanafanya hayo mambo kwa matamanio, sio kwa nafsi. Kwa hiyo mwanamke hawezi kuwa na mwanaume zaidi ya 1 na akaendelea kumheshimu. Okay, kwa maisha yako sasa hivi una mpango kufuta tattoo? Kufuta tattoo nitakuwa nafuta kwa sababu ya jicho la kibinadamu, kwa sababu Allah anasamehe kila kitu. Kama unafanya vitu kwa yakini na unaomba msamaha, na mimi nilifanya wakati nilikuwa na damu ya kijenzi ya kijana, na list ni swags kama urembo, na baadaye nilikuja kujua kama nilikuwa nakosea. Kwa hiyo the fact kwamba naomba msamaha na Allah ni mwingi wa rehema, yeye amesamehe. Sasa labda kukufuta, of course na hiyo plan,
lakini itakuwa ni more of kuonyesha watu kwamba nimefuta, lakini kama naongelea kwa maana ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anasamehe pale tu unapoanza kuona kama wewe umesamehe na kuomba msamaha. Kwa hiyo yes, nipo kwenye process, lakini najua Mungu wetu sisi, Mungu wangu na wewe anasamehe na amesamehe. Hizo hapa nilikuwa ni swala kizushi, niko na Kalisa, au sio? All the best Maji, au sio? Yeah man, shukrani.